Na mtazamaji wa Walapa TV, jina langu naitwa Matias Toko au kipenda niite Mr. Volunteer. Leo nipo katika kijiji cha Tinaga katika tarafa ya Sale. Lengo langu la kufika eneo hili ni kutembelea katika chanzo hiki cha maji. Ni chanzo cha maji ambayo imehifadhiwa tangia miaka 1900 na zaidi tutapata historia ya eneo hili kutoka kwa wanamiji kwamba kuna mahusiano gani kati ya shughuli zao za kimila za jamii ya Batemi na eneo hili. Lakini jamii ya Waikoma ambao wanaishi huko Serengeti, kuna mahusiano gani za kimila na shughuli zao za asili dhidi ya jamii ya Batemi na eneo hili la chanzo cha maji cha Tinaga? Nimefika eneo hili kuzungumza na wanamiji kutaka kujua historia ya eneo hili. Ni kwa nini eneo hili linahifadhiwa na linaheshimiwa, pamoja na kuwekwa sheria kali za kimila pale ambapo watu wataharibu. Kumbuka tu chanzo hiki cha maji kinalisha katika eneo la wakulima wanaotumia kilimo cha umwagiliaji maeneo ya huko chini Tinaga, lakini ni mto mkubwa ambayo unaenda kutengenezeka huko chini kuungana na mto mwingine unaotoka katika eneo la Kisuyasui. Eneo hili la Tinaga ni maarufu, linajulikana. Miaka ya 1870 walikuwepo ndugu zetu ambao ni Waikoma. Waliishi hapo kwenye mlima pale na eneo la Ibalani kule walikuwepo, lakini baadaye kutokana na hali ya njaa walikuwa ni wawindaji, waliweza kuondoka na kuelekea kule wanakoishi sasa hivi. Walianza kwenda sehemu moja inaitwa pale Loloso Kwansero. Walianza kuishi pale, baadaye walisogea kwa Mawindo na sasa wanaishi pale Ikoma, Isenye, ndo wako kule. Ni namna gani tunashirikiana? Ndugu zetu wale hawajaacha huko. Mpaka leo hii wakitaka kufanya mambo ya kimila, matambiko, lazima waje hapa wachukue udongo na maji wakafanye matambiko. Nini maana yake? Wale ndugu zetu walipoondoka, si kwamba waliacha ardhi hii ikiwa haina mtu. Walituachia. Wale waliobaki waliteremka pale Muholo wakaishi, lakini 1000 katika 1800 pale 1890 98 mpaka 1905 wakati wasungu walikuja huku, walikuja msungu mmoja kutokea Kenya akiwa anaongozana na Mjaluo mmoja. Akaja hapa akajenga pale, akaweka turubali pale kwenye yale mashamba ya pale juu, eneo ambalo lilikuwa ni lawasi. Baada ya hapo sisi kama wenamije wa kipindi kile, watu walikuja huku wakaona kuna kitu kimewekwa, walikwenda wakaitana, vijana wakaja wakiongozana na wenamije mpaka pale. Wakamuuliza, unaenda wapi? Kwani umekuja hapa? Alitaka kuwapiga wale wazee, lakini kulikuwepo na moja alikuwa anafahamu Kiswahili ambao ni mwenamiji wa Kisonjo. Basi akawaambia ni nini? Akasema hapa ni kwetu. Ni kwenu? Kwa hivyo nataka uondoke hapa, ni karibu na chanzo cha maji. Akamwambia nikupeleke wapi? Nataka nikakae wapi? Walirudi wakaitana kule kijijini. Walikuja kumuondoa yule mtu, yule Mjerumani. Walimpeleka mpaka pale iliko nyumba ya DC sasa hivi. So hii ya sasa ya mpya. Ile ya kwanza ambayo waliishi pale Loliondo. Kwa hivyo eneo hili la Tinaga ni eneo la urithi ambao tangu kuumbwa kwa dunia tumekuwa tukishirikiana na kulilinda, na mpaka wenzetu kule Waikoma, Waisenye, Wangulimi wote waliondoka hapa. 1956 alikuja Mzee Francis Megan na kuishi eneo hili na kuanza kulitunza, na hatimaye mpaka sasa hivi ndio muunganiko wa sasa ambao tunaendelea kuilinda. Na msikilizaji, kumbuka tu eneo hili la chanzo cha maji pamoja na wanamiji kuweka sheria kali za kimila, lakini pia shirika la UCRT ambao ni wadau wa maendeleo wamejikita kuongeza nguvu katika eneo hili katika kuwezesha kujenga na kuweka fence ambayo itasaidia kuzuia uharibifu wa mifugo pamoja na wakulima kutosogea katika eneo hili. Shirika la UCRT wameweza kutoa elimu juu ya umuhimu wa kuhifadhi vyanzo vya maji na kuweka sheria ndogo ndogo ili kwa ajili ya kuwezesha eneo hili kutoharibiwa.